Wagwan, katika safari ya mahusiano, sidhani kama kuna mwanaume ambaye anapenda awe chini ya mpenzi wake au mke wake. Kila mwanaume anapenda awe kichwa na asikilizwe. Leo ngoja tujifunze kutoka kwenye hii story moja ya wapendanao hawa, Chris pamoja na mpenzi wake anaitwa Lexi. Hapa wapo wanagombana. Lexi huyu wa kike anataka familia ihamie Marekani ili watoto wakazaliwe huko na wajifunze utamaduni wa Marekani, ila Chris anataka waishi hapa hapa Nigeria na watoto wakizaliwa wajifunze utamaduni wa Nigeria. Ugomvi ulipozidi kuwa mkubwa, Lexi akaamua kuondoka zake, ila amemwachia ujumbe mpenzi wake ya kwamba ukinitaka basi unajua pa kunipata. Mke anavimba kwelikweli. Jamaa akabaki peke yake akiwa anawaza, Mungu wangu, imekuwaje mimi nimepata mchumba kachumbali tena yenye pilipili inaniwasha muda wote. Huku upande wa pili kuna familia moja ya mwanamke mrembo halafu mweupe anaishi na binti yake ambaye ni mgonjwa. Sasa huyu mwanamke anaitwa Rachel, ametulia hapa kitandani anawaza atapata wapi pesa za kwenda kumnunulia mtoto wake dawa, ukizingatia yeye ni single mother, anamlea mtoto wake yeye mwenyewe baada ya baba wa mtoto kufariki dunia. Mrembo Rachel baada ya kupiga mahesabu akaona, mwanangu asije kufa kwa ugonjwa kisa amekosa dawa, ni heri niende kutafuta mwanaume wa haraka haraka nipate pesa nikamnunulie dawa binti yangu. Wakati Rachel anawaza hivyo, huku nyumbani kwa Chris, jamaa na yeye anawaza, mpenzi wangu amenikimbia, ni heri nitafute mwanamke wa kulala naye japo huu usiku tu nipunguze machungu. Basi jamaa akavuta simu yake ya mkononi na kuingia kwenye dating apps. Demu wa kwanza kumuona ni yule Rachel, akampigia simu mrembo na akamwambia hapo hapo ulipo na kuja kukuchukua. Chris akachoma mafuta mpaka alipo mrembo Rachel. Binti akaingia kwenye gari na wakaenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Chris. Walipofika nyumbani, binti akaomba kwanza apewe pombe anywe kuzimua akili, maana hapo alipo anaona mawenge tu, ukizingatia kimoyomoyo anajua kabisa kwamba leo ndio mara yake ya kwanza kabisa anaanza kufanya shughuli ya kujiuza ili apate pesa kwa ajili ya kumtibia binti yake. Chris akamletea mrembo chupa la pombe kubwa sana. Binti akaligigida fundo kadhaa, alipomaliza akauliza, chumbani kwako wapi? Jamaa akaona huyu kaaba niliyepata leo hana muda wa kupoteza kabisa. Basi akamchukua na kwenda naye mpaka chumbani kwake. Walipofika kule hapakuwa na mazungumzo yoyote yale zaidi ya mikito na milio tu kitandani. Baada ya kumaliza tendo, mrembo akatoka chumbani ghafla. Chris naye akaja anamuuliza binti, hey, unafanya nini hapa? Nahitaji kwenda nyumbani sasa hivi, nilipe niondoke tu. Jamaa akashangaa sana, kwa nini binti anataka kuondoka sasa hivi, ukizingatia ni usiku. Binti hakutaka kabisa kukatishwa safari yake, bado akawa anaendelea kusisitiza kuwa nataka kuondoka. Jamaa akampigia simu dereva ili aandae gari ampeleke mrembo mpaka nyumbani kwake. Baada ya hapo akamlipa mrembo pesa yake, kisha binti akaondoka pamoja na dereva, ila Chris alimuagiza dereva wake ya kwamba hakikisha unapajua mpaka anapoishi huyo binti. Sasa wamefika mtaani, mrembo akamwambia dereva, nishushe hapa hapa, nitatembea tu. Jamaa akamshusha, ila akaanza kumfuatilia ili kujua anakaa nyumba gani. Basi alipopafahamu akarudi zake kwenye gari na kuondoka. Mrembo Rachel ameingia zake ndani akaanza kulia, anajichukia kwa kile kitendo alichokifanya cha kwenda kulala na mwanaume mwingine ili apate pesa ya kumtibia mtoto wake. Ila angefanyaje sasa wakati hana pesa yoyote ile wala namna ya kupata pesa kwa wakati ule na mtoto anaumwa. Baada ya siku kadhaa kupita, Chris sasa akaona aanze harakati za kumtafuta tena mrembo Rachel, maana utamu aliopewa ile siku ulimchanganya kweli kweli. Sasa vitu vinawashawasha, anautaka tena. Jamaa akafunga safari na dereva wake mpaka mitaa ile ile ambayo dereva alimshusha binti. Walipofika, dereva akamwambia bosi wake, nyumba ni ile pale, ila mimi nilimshusha hapa. Chris akashuka kwenye gari na kwenda mpaka kwenye ile nyumba. Jamaa amekuta geti liko wazi, akazama mpaka ndani. Sasa akiwa anabisha hodi, mara akatokea mtoto mdogo. Huyu ni mtoto wa Rachel. Mtoto, haujambo? Namtafuta mwanamke mmoja hivi wa makamo, jina lake anaitwa Shelly. Anakaa hapa? Hapa hakuna mwanamke anaitwa Shelly. Hapa nakaa mimi na mama yangu tu. Mtoto alipojibu akakimbia. Bosi akarudi kwenye ndinga, anamuuliza dereva wake,
Edo, una uhakika kweli kwamba huyu mwanamke ulimshusha hapa? Dereva akamwambia bosi wake, nina uhakika kabisa anakaa hapa, labda kama alidanganya jina tu, ila nilimshusha hapa na aliingia mule ndani. Basi bosi akamwambia tuondoke, tutarudi siku nyingine. Huku nyumbani sasa, mama mtu si ndo akarudi. Binti akakimbia kwa mama yake akamwambia, mama, kuna mbaba mmoja hivi mweupe alikuja hapa akauliza kama kuna mwanamke anaitwa Sheri anayekaa hapa. Nikamwambia hapana, afu nikakimbia ndani. Rachel akamjibu binti yake, mtu kama huyo ukimwona amekuja tena hapa, kimbia, atakuwa sio mtu mzuri huyo. Kisha akampa zawadi binti yake na mtoto akaenda zake ndani. Ila hapa nje mrembo akabaki akijiuliza, ina maana kwamba huyu mbaba ameanza kunifuatilia au inakuwaje? Ukweli ni kwamba ile siku Rachel anaenda kujiuza nyumbani kwa Chris, binti alijitambulisha jina la uongo akajiita Sheri. Sasa ukimtafuta kwa jina la Sheri huwezi kumpata kwa sababu hilo sio jina lake halisi. Siku iliyofuata Rachel amemshika mkono binti yake anampeleka shule. Sasa Chris na yeye alikuwa kwenye mitaa hiyo hiyo. Jamaa alipomwona Rachel kwa mbali akashuka kwenye gari yake, anamkimbilia huku anamuita Sheri, Sheri. Rachel akasimama akaanza kumfokea Chris. We mkaka, mimi sikujui na haunijui. Uache kumsumbua mtoto wangu. Ukinisogelea tu nitapiga kelele. Jamaa akamwambia Rachel, ni mimi Chris, umenisahau tulikutana ile siku nyumbani kwangu. Mimi sina nia mbaya, nataka tu kuzungumza na wewe. Ila bado Rachel aliendelea kumkataa mchizi. Basi jamaa akarudi zake kwenye gari na kuondoka. Rachel na yeye akaendelea na safari yake akiwa na binti yake. Jamaa amerudi nyumbani, anaanza kujilaumu. Inakuaje hapa? Mbona akili yangu imeganda kwa huyu mwanamke wakati amenipa utamu siku moja tu? Nilipaswa niwe nimeshamsahau sasa hivi. Lakini sijui kwa nini akili yangu bado inaendelea kumkumbuka tu. Sasa jamaa leo anarudi nyumbani kutoka kwenye mizunguko yake, anamkuta yule mwanamke wake wa zamani yupo. Hello darling. Mrembo amenyoosha mikono, anaenda kumkumbatia mchizi. Lexi, lini umerudi Nigeria? Na kwa nini umekuja moja kwa moja nyumbani kwangu bila kuniambia? Baby, tulia. Mimi na wewe hatukumalizana na sasa nimerudi. Na nikuambie tu nimekuja ili tufunge ndoa mimi na wewe. Jamaa akamwambia mrembo wake, mimi na wewe tulishaachana siku ambayo uliondoka hapa. Chris akaondoka zake huyo. Jamaa moyo wake upo kwa yule mwanamke aliyempea utamu usiku mmoja, na wala sio kwa huyu mpenzi wake wa zamani tena. Japo Lex yeye bado anajihesabia kama mahusiano yao yanaendelea, hataki kabisa kusikia neno tumeachana. Sasa leo wakiwa wametulia hapa sebuleni, dada wa kazi akaingia akaripoti kwa bosi wake na pia akamwambia kuwa, bosi, samahani, naomba leo iwe siku yangu ya mwisho kufanya kazi. Mume wangu amenitafutia biashara ya kufanya kwa sasa. Chris akamwambia msaidizi wake, nilijua tu tangu ulipoolewa lazima mambo yangebadilika, ila usijali, sisi tutajitahidi kuweka mambo sawa hapa ndani mpaka tutakapopata msaidizi mwingine. Mara mrembo Lexi akadakia na yeye, wewe na nani? Wewe na nani huyo ambaye mtajitahidi kuweka mambo yenu sawa? Hivi wewe unategemea mimi na hizi kucha zangu za bei ghali nitakaa jikoni kupika? Nitakaa jikoni kuosha vyombo? Siwezi kabisa, hayo mambo sio vitu vyangu. Sasa Lexi akamgeukea yule mfanyakazi akamwambia, nisikilize, kule Marekani ukitaka kuacha kazi lazima utoe notice ya miezi 2 ndio uache kazi. Lexi akaanza kuongea vibaya kwa dada wa kazi, utadhani yeye ndio ambaye amemwajiri vile. Dada wa kazi alipoondoka sebuleni akaacha ugomvi wa Lexi kwa mpenzi wake Chris. Siku iliyofuata jamaa baada ya kuona mambo yameshakuwa magumu, basi akapiga simu kwenye agency ambayo inatoa wafanyakazi wa ndani. Akaongea nao kuhitaji mdada wa kazi atakayeweza kuja kusaidia kazi nyumbani kwake, maana huyu Lexi hawezi kabisa kufanya kazi za ndani. Sasa kampuni ikampigia simu moja kwa moja mrembo Rachel, maana hata yeye alikuwa anatafuta nafasi ya kupata kazi za ndani. Wakamwambia kuna nyumba inahitaji mfanyakazi, uende hapo ukafanyiwe interview. Rachel alifurahia sana kupata ile fursa, tena akamwambia kabisa mpaka binti yake kuwa, mwanangu, nimepata kazi ya kufanya, sasa maisha at least yatakuwa mazuri. Kesho yake asubuhi na mapema mrembo akaelekea kwenye nyumba ambayo alitumiwa address yake. Sasa mrembo amefika anajisemea mwenyewe kimoyomoyo, hii nyumba mbona kama nilishawahi kufika hapa kabla?
mbona kama hii nyumba ni mara ya pili ndio ninafika hapa. Ila mrembo wala hakujali, basi akapiga zake hodi na kukaribishwa na kasongo wa mlangoni. Mrembo akasinikizwa mpaka ndani. Sasa akiwa sebuleni amekaa hapa anamsubiri bosi aje, mrembo kichwani mwake anajisemea kabisa, hizi sofa mbona kama nimewahi kukalia jamani, inakuaje hapa? Bosi mwenye nyumba anashuka kuja sebuleni kumpokea mgeni. Ghafla anakutana na Rachel ambaye yeye anamjua kwa jina la Shelly. Mrembo alipogongana macho na Chris akakimbia. Wakati huo huo Lexi na yeye anatazama lile tukio zima. Rachel alipoondoka, Lexi anabaki kuuliza, huyu ni nani? Mbona mbio mbio? Jamaa hakumjibu kitu wala nini. Akaondoka zake kuelekea juu, mrembo na yeye akamfuata huko huko. Chris alipofika chumbani akapiga simu kwenye ile kampuni akawaeleza kuwa interview haikukamilika, hivyo ninamtaka tena yule binti ambaye mlimwambia aje hapa leo, na pia mwambieni nitaongeza mshahara, nitamlipa mara 2 zaidi. Jamaa ameona kama vile hii ndio nafasi ya yeye kukutana na mwanamke aliyempenda ghafla na akapotea. Baada tu ya yeye kukata simu, upande wa pili simu ya mrembo Rachel ikaanza kuita. Aliyepiga ni HR wa kampuni. Anamwambia, imekuaje binti, unakimbia kazi kwa mteja wakati ulisaini mkataba wa kuwa tukikuagiza kazi hauna kikwazo chochote kile kitakachozuia kufanya kazi. HR akamwambia binti kuwa jitahidi urudi kule kazini ukaanze kazi. Kama sehemu hujaipenda inabidi ufanye kazi kwa miezi 6 ndipo uache, mkataba unasema hivyo. Sasa Rachel ametulia nyumbani, anaogopa kwenda kazini nyumbani kwa Chris, lakini hali ya binti yake sio nzuri kabisa na hana pesa ya kwenda kununua dawa. Basi binti ikamlazimu kujikusanya hapo na kurudi tena nyumbani kwa Chris akaombe msamaha ili apate kazi. Mrembo Rachel amekaribishwa mpaka ndani, akawa amesimama hapo anamuomba msamaha Chris. Nisamee kakaangu, nilichofanya najua nilikosea, ila naomba unisamee sana, unipatie kazi tafadhali. Sasa wakati anaomba msamaha, kivuruge Lexi si ndo na yeye akaja. Mbona unaomba msamaha hivyo? We dada, ukiongea taratibu tu si unaeleweka? Alafu mbona umeingia na viatu ndani mwangu? Hebu vua. Sitaki uniletee uchafu mimi. Lexi, una mamlaka, hapa ni nyumbani kwangu, tulia basi. Hapa ni nyumbani kwa mume wangu mtarajiwa, kwa hiyo ninaweza kuongea chochote kile ninachotaka, umenielewa? Binti anauwasha moto kweli kweli, utazani tayari ameshaolewa. Sasa Chris akamsamehe Rachel na akamwambia kuwa utafanya kazi hapa na utakuwa unaishi hapa. Rachel akamwambia bosi wake kwamba mimi nina mtoto, itakuwaje sasa? Jamaa akamwambia Rachel, mchukue na mtoto wako uje naye hapa. Kwa namna fulani hivi lile swala likamkera Lexi, ila ndio hivyo, hana nguvu ya kumkataa kabisa. Sasa Rachel amerudi nyumbani, akamwandaa binti yake, wakachukua vitu vyao vya thamani kwenda kuanza maisha mapya nyumbani kwa Chris. Sasa huku kazini kuna kazi kweli kweli. Binti Rachel leo ameandaa chakula mezani, mabosi wameshakula. Alipokuja kutoa vyombo, Chris muda wote anamsifia tu binti, chakula chako kizuri sana, nimefurahia kweli kweli. Lakini wakati anakusanya sahani, Lexi akatia neno lake, mbona unakusanya sahani zangu vibaya hivyo, unazigongesha? Angalia usije ukazivunja, nimeziagiza kutoka nje hizo. Rachel alipotoka tu, kibarua kikabaki kwa Chris. Na wewe kwa nini unamsifia eti anajua kupika vizuri, maana anajua kupika vizuri? Kwa nini? Kwani unioni mimi wa kunisifia? Mimi ndo mwanamke wako, unapaswa kunisifia. Au unahisi siwezi kupika? Muone kwanza. Lexi hampendi kabisa Rachel. Siku iliyofuata mrembo akiwa anafanya usafi hapa, Lexi ametoka huko na viatu vyake akakatiza sehemu ambayo haijakauka. Rachel si akulifumbia macho, akamwambia, samahani madamu, bado hapajakauka huko. Sasa hilo likawa chanzo cha ugomvi. Hivi wewe unajionaje kwanza? Unahisi unaweza kuniamrisha mimi? Wewe mshenzi kweli. Kila ninapopita inabidi wewe unafanya usafi, sio kuniambia nisipite eti kisa hapajakauka. Lexi anafanya kila kitu ili kuyafanya maisha ya Rachel yawe magumu hapa nyumbani. Akamfukuza aende kufanya usafi chumba kingine. Lexi akazidi kwenda mbali, anampa mpaka nguo zake za ndani, yani chupi, aende akazifue. Kisa tu ni mdada wa kazi. Lexi muda wote anagoma tu, hapo huyu hata kidogo. Mume akiuliza inakuwaje nguo zako hauendi kuzifua wewe mwenyewe, mrembo anaonesha kucha zake za vidoleni jinsi zilivyo ndefu, maana kwamba hawezi kwenda kufua, wala hawezi kushika maji, na wala hawezi kufanya kazi zozote zile. Usiku akiwa kitandani, Lexi anataka apewe mlija, lakini Chris amechoka gubla huyu mwanamke, hawezi kabisa kuwaza wala kusimamisha kitu chochote. Stress zimemzidia, maana mpenzi tangu arudi anagubu kinoma.
Chris, amka unipe. Inakuwaje leo unataka kuninyima wakati kila siku wewe ndio ulikuwa unanisumbua? Sikupendi na wala sikutaki Lexi. Hamna kitu unafanya kikaweza kunipa hisia humu ndani. Ufai kuwa mwanamke wangu tena. Lexi kama kawaida yake, akiambiwa kitu kidogo tu kichwa kinawaka, mdomo unaanza kuzungumza kitu chochote kile. Hapa akaanza kuongea vibaya, anamtukana matusi mwanaume wake akimwambia, "Wewe mwanaume umekuwa kama shoga vile. Naondoka hapa nyumbani kwako na wala usinitafute tena." Lexi akashuka kitandani na kuondoka. Baada ya Lexi kuondoka, hapo sasa nyumba ikawa na afadhali kwa Chris. Jamaa akaanza kujitanua mule ndani mwake. Kwanza kabisa akamwambia Rachel ahamie nyumba kubwa, yeye pamoja na binti yake. Jambo hili lilimfurahisha sana Rachel. Chris akageuka baba wa familia ya Rachel. Akaanza kumchukua mtoto wa Rachel, anampeleka shuleni, mara akirudi anamletea zawadi. Jambo hili likaongeza ukaribu kati ya Rachel pamoja na Chris kwa mara nyingine tena. Siku moja Chris akamuita Rachel pembeni ili wajadiliane na kuweka mambo sawa. "Rachel, nimekuita hapa ili kuweka mambo sawa. Tangu tulipokutana mara ya kwanza, kiukweli kilichotokea ile siku sio tabia yangu kabisa. Ile siku nilikuwa nimeachana na mpenzi wangu, hivyo nilikuwa nimevurugwa sana. Na pia niliweza kuona kwa jinsi ulivyo, pengine ingekuwa mara yako ya kwanza. Rachel, kila nikikutazama naona kuna kitu fulani ndani yako. Changamoto unazozipitia, nipo tayari kukusaidia. Na pia kama tunaweza kuwa marafiki zaidi, itapendeza sana." Jamaa akajieleza vizuri namna anavyojisikia moyoni mwake. Rachel wala hakupepesa macho, akamkubalia mchizi. Kuanzia hapo mambo ndani ya nyumba yakawa vizuri sana. Jamaa anapata chochote anachokitaka. Usingo mama wa Rachel ukaisha kama hivyo wani. Wagwan, hapo tumefikia tamati na hii ni Nova Recap. Usiache ku-like, ku-subscribe, lakini pia kuweka komenti yako hapo. Ni siku nyingi nimekuwa mbali na nyinyi, sijaachia kitu, lakini sasa nimerudi na nimewamisi kinoma. Shout out marafiki zangu.